Ni siku nilipozaliwa, ni siku nilipozaliwa. Amen. Ni siku kuu. Unakumbuka? Tuni nataka kuimba kidogo. Dhambi zangu za kale sasa sitendi tena. Dhambi zangu za kale sasa sitendi tena. Siku nilipozaliwa, ni siku nilipoza dhambi zangu sasa sifanyi tena. Dhambi zangu za kale sasa sifanyi tena. Ni siku nilipozaliwa, ni siku nilipoza. Ulikuwa mwongo tangu zamani mpaka leo unakuwa mwongo baba. Vipi? Alikuwa anakudanganya tu. Sio hivyo. Kuwa na hasira tangu zamani. Kama umeonana na Bwana utakuwa na moyo mnyofu. Unaweza kuvumilia watu. Kuna mama zamani kwa kusugua, huwezi kukubali. Lakini leo kama umebadilishwa, unasema hakuna shida. Washangazi, na unajishangaza mimi au ni mtu mwingine? Kukutana na Kristo, ule utu wake ukiingia ndani, unabadilishwa na kuwa mtu mwingine. Ndipo nasema tangu wakati ule mpaka hapa leo mimi ni mtu mwingine. Amen. Musa alisikia mafundisho ya mama yake. Mama alimwambia, wewe mwanangu unakwenda kuwa mkombozi. Mafundisho ya mama hayatoshi. Kanisa ni kama mama. Mafundisho ya kanisa hayatoshi. Yanakutaka wewe mwenyewe ukutane na Mungu aliye hai, upate badiliko kwenye kichaka. Haleluya. Mungu alikuwa pamoja naye huko Midian, kisha akamrudisha mbele ya kile kichaka kichaka moto. Siku ile alipokea tukio ambalo lilidumu pamoja naye maadamu alikuwa yu hai. Na kama nilivyosema jana usiku, ndivyo nasema leo kwamba, sikiliza vizuri, angalia ubaoni hapa hali. Paangalie vizuri sana. Jambo gani alisema? Na kama nilivyosema jana usiku, ndivyo ninavyosema leo au muda huu kwamba mtu haidhuru Musa alifundishwa vizuri kiasi gani, alijua teolojia kiasi gani, jinsi alivyokuwa mshiriki mzuri wa kanisa, unaweza kuja kila ibada. Pia alikuwa na mwalimu mzuri. Mama alilelewa chini ya kila kanuni ya elimu ambayo ingeweza kuletwa. Alikuwa mwana wa mfalme, yani wa Farao, lakini bado akijaribu kwa nafsi yake mwenyewe alishindwa kuvuka. Yani Musa kwa muda wote kabla hajaona na Mungu alikuwa anashindwa. Na ndio maana ukiona anashindwa, kuna mahali hamjaonana. Umekutana na mchungaji tu, kutana na Yesu Kristo. Onana naye. Haleluya. Unakutana naye wapi? Magotini. Unaomba mpaka unageuzwa. Haleluya. Ile pale. Naona anasema lakini katika dakika 5. Tuseme lakini katika dakika 5. Dakika ngapi? Kumgeuza Musa haikuhitaji miaka. Dakika 5. Mbele ya kichaka kilichowaka moto, hiyo ni nguzo ya moto, akawa mtu mpya. Jambo fulani lilitukia. Kama kuna mtu alikuwa na hasira, ni ndugu Eric, mimi hapa. Kwa sababu mimi nimeumbwa na akili za kuzaliwa. Mtu mwenye akili za kuzaliwa anaweza kufanyia hila hujawahi kuona. Kwa hiyo mke wangu alikuwa anajali jamaa hizi hasira aziona zitaniua hizi. Sasa leo nitazama nikiwa na mke wangu, naweza kufikiria ananitawala. Simba dume ni kama anatawaliwa na jike. Mwanamke aliyebadilishwa hawezi kusumbua mume wake. Haleluya. Akiongea yeye ananyamaza, hata kama anajua ana haki, hata pambana. Bwana usinibabaishe bwana. Na mimi ni mtu bwana. Kwa mwanaume sio hoja. Dada, nenda kwenye kichaka,
unakosa baraka zako. Mwanaume akiheshimiwa sana anaweza kujidhiri asiondoe suruali kununulia wewe, lakini akigundua kimvika tunazidi kwa anabibinua midomo zaidi, ndio anajibu vibaya. Basi anasema kaga kwanza hivyo mpaka uweke nabii ziandike yu. Njia ya kumteka Kristo ni kumnyenyekea tu. Njia ya kumteka mume ni kumnyenyekea tu. Na mwanaume ni kupenda mke wake sana kuliko yeye mwenyewe. Mungu tusaidie sana. Lakini tuna watu pia nyumbani wanagombana na wamebatizwa, sio? Wamebatizwa. Bahati yako. Ningekuwa sijasulubiwa. Hujasulubiwa. Wanaosulubiwa wasemi mbona? Labda ni mwizi yule kushoto. Wa kulia akusema mabaya, akakiri hii sisi ni haki yetu. Tangu wakati huo Mungu alinigeuza. Wanaokufahamu watasema, na mtu wa kwanza kujua umegeuka ndugu ni mke wako, na wa kwanza kujua dada ni mume wako. Ukigeuzwa jumla toto jumla atapiga kelele. Jamani, mnakumbuka kisa kimoja? Dada moja aliamini neno. Nabii anasema mumeo alikuwa hajaamini na anakunywa pombe na walevi. Wakiwa kwenye pombe wakaanza kusema hakuna wokovu duniani. Yule bwana akasema mimi naye kule nyumbani mmoja ameokoka, ni mke wangu ameokoka kweli. Haleluya. Akasema hamna, hakuna wokovu. Sasa yule fulani ilimpata kaanguka naye, yule fulani kampata na hakuna wokovu. Akaambia twendeni nyumbani. Kaambia mke wangu mimi, akasirikaje. Pondo. Wakaenda wakajifanya wamelewa sana, wakajiongezea. Piga mteke mlango. Wakaambia tunataka ugali na mayai. Na wanaoamrisha sio mume, wanaamrisha wageni. Wewe kama hujabadilisha unawaambia sijaolewa na mtu yoyote kati ya nyinyi hapo, na mnyamaza. Wala msinibabaishe. Sina wanaume wawili mimi hapo. Tamsikiliza mmoja tu. Ndio anakupima hivyo. Naona zile wokovu ni kwa mume wako peke yako. Watu 100 wako nyuma yako kufuata. 100 nyuma ya Kristina, nyuma ya Justina, nyuma ya Suzana. Wakaletewa ugali mzuri na mayai, huku anaimba hivyo, akamwaga chini akasema ugali gani, akabonyeza vidole, ugali gani mbichi huu. Fikiria mwanamke unataka adhalilike, mwambie ugali ni mbichi mbele ya na wanaosema ni marafiki. Sio mwanamke gani umewaona? Juu hata kupika. Wadada, hebu mjiweke hapa maana naomba muda huu mjiweke nyinyi sasa hapa. Hapa mjiweke na waomba. Eti wamekuja marafiki wa mume wako wanabonyeza ugali, wanasema haujaiva na ameoa mwanamke ajui kupika. Mshike mkono wa dada tu. Shike mwenzako mmoja, eti utakuwa kimya au utatomboka. Hapata kalika hapo. Utawasu naambia ndeni kwenu, mna wake zenu, niachieni wa kwangu. No! Uko unapima, wewe ni agent wa Mungu. Haleluya! Yule mama sio kama nitapata kwa uboni, sio. Nitafutie. Alikuwa anaimba wimbo kwa nini Yesu abebe msalaba peke yake. Nitafutieni kama mkipata. Sikuiweka hapa. Mnampenda Bwana? Akaja kuzoa mayai yake chini na ugali kwa nisameheni jamani. Jamani, leo tu nimeona imenishinda, na anajua haijamshinda. Ila wakaguzi wamesema mabichi. Akarudi jikoni tena kuandaa kupika, na huko anaimba wimbo. Nitafutieni. Anaimba wimbo. Andika walevi, nitaipata tu haraka sana. Inapatikana haraka. Sikuiandaa. Kwa hiyo wakawa sasa, baada ya kuondoka wamezoa mayai ya kila kitu, akiwa jikoni anamsikia anaimba nyimbo za furaha. Wewe ungekuwa unagugumia jitu mingine bwana. Baada ya kwenda kwa wake zao walikuja kwangu mimi.
na huyu baba naye amezidi. Mmeipata? Asante. Jina nambari libarikiwe sana. Yako huko ndani. Kama vile hadithi niliyosimulia juu ya ujumbe gani? Kuonea haya. Asante. Kama vile hadithi niliyosimulia juu ya kundi la walevi wakibishana kwamba hakuwepo na kitu kama Ukristo. Siko kwenye somo hapo. Unaona unapohubiri, hata nikasema ukiwa umekula utajua zaidi ya pale. Wako wanakataa hakuna Ukristo. Na mimi naongea kuna uwezekano wa kuleta watu kanisani wakakaa na wasio wa Kristo. Lakini tuone Mkristo huyu. Anasema wakibishana kwamba hakukuwa na kitu kama Ukristo. Mtu mmoja akasema najua mahali mmoja alipo, huyo ni mke wangu. Sema amen. Huyu baba hawezi kuficha pesa zake. Huyu mama hataiba. Anamwamini kwa nakunywa pombe. Haleluya. Kasema vema, siamini jambo hilo. Kasema hawaamini. Kasema vema, hima twende. Hebu sisi sote tujifanye kana kwamba tumelewa sana. Hakuna kitu Branham kuhubiri kisha jaa neno sana, unatembea kwenye njia yako nyembamba, njia ya utakatifu peke yako. Wakapanda wakaenda huko nyumbani na wakafanya kila kitu walichoweza na kuambia wawapikie mayai, na ndipo akayatupa sakafuni na kusema unajua vema zaidi kuliko kuyapika mayai yangu namna hiyo. Wakifanya vurugu nyumbani, ndipo akaingia kwenye chumba hicho kingine, wakijibwaga kitini, wakamsikia mtu fulani huko akifagia hasemi neno. Sema wote hasemi neno. Piga kelele hasemi neno. Wadada pigeni kelele hasemi neno. Sura itabadilika hapo. Hasemi neno akisema, labda akijigamba, akijiimbia wimbo mdogo. Wimbo gani? Mdogo sio? Anauliza hivi sharti Yesu au bebe msalaba peke yake? Ndio wimbo wake ulikuwa huo. Na ulimwengu wote uwe huru ukae bila mzigo. Yesu pekee kabebe msalaba, aende nao peke yake msalaba. Mimi nitembee huru, nisitukanwe, nisemwe vibaya. Unataka kusifia kila siku? Kuna msalaba kwa kila mtu na kuna msalaba kwa ajili yangu. Basi msalaba huu uliowekwa wakfu nitaubeba mpaka mauti itakaponiweka huru. Kisha niende nyumbani kuvaa taji. Na upenda msalaba taji nitapewa huko. Na upenda nitashindwa nguvu zake. Na upenda msalaba taji yokebeti moja juu ya mlima uliwekwa mti uliodharauliwa. Msalaba naupenda sana, hapo Yesu katufili, kweli naupenda. Nitashinda kwa naupenda msalaba taji nitapewa huko. Haleluya.